Lazima tufikie hatua tujue kwamba mafanikio ni mchakato, sio kitendo cha usiku moja kwenye maisha ya mwanadamu. Maisha ya watu wengi ni Wakristo, wengine si Wakristo, lakini matokeo ya maisha yao hayaendani na ile mipango, zile ndoto na ile kusudi ambayo wameiweka kwenye maisha yao. Kitu ambacho kinawafanya wale watu waishi maisha yasiyo na matokeo makubwa kulingana na kile ambacho walitegemea kitokee kwenye maisha yao. Hali hiyo inapotokea, wengi wanakata tamaa, wengi wanachoka, wengi wanahisi wamekuja hapa duniani kwa bahati mbaya. Lakini mimi nataka nikwambie na nikutoe wasiwasi kwamba kuna mtu yeyote hapa duniani amekuja kwa bahati mbaya. Kila mtu ana kusudi la kuumbwa kwake. Kusudi ni nje ya elimu ulioipata, ni nje ya ujuzi ulionayo. Kusudi ni ile sauti ya ndani yako inayokupa uhakika wa kile ambacho Mungu anataka ukitimiza hapa duniani. Na nje ya Mungu hakuna kusudi la mwanadamu linaloweza kupatikana. Anapokutengeneza Mungu, anaweka jambo unalotakiwa kutimiza hapa duniani. Wengi tumejikuta tunafanya vitu nje na mapenzi ya Mungu. Si kwa sababu tungefanya vile vitu nje na mapenzi ya Mungu, ila kwa sababu tuko mbali na Mungu. Tunapokuwa mbali na Mungu, ina maana Mungu hawezi akasema na sisi kwa habari ya maisha yetu, ila atasema na sisi kwa habari muda mwingine ya matendo mabaya tunayoyafanya kwenye ulimwengu wa roho, au kila ambacho hakimpendezi. Ndio maana wengi tunapokuwa nje au mbali na uwepo wa Mungu, tutaota ndoto mbaya, labda za zinaa, labda za uchawi, labda za kufukuzwa, labda za kuuawa, za kukatwa mapanga, za vifo, za maiti, za vitu mbalimbali ambavyo havimpendezi Mungu. Lakini tunapotoka kwenye level ya kuwa watu wa kawaida na tukaanza kumtafuta Mungu aliye Mungu wa miungu, Mungu anaanza kujifunua kwetu kwa namna tofauti tofauti. Anajifunua kwenye ndoto, anaweza kujifunua kwenye maono, anaweza kujifunua kwa sauti, anaweza kujifunua kwa namna yoyote ili kusudi aongee na mwanadamu yule ambaye amemweka hapa duniani. Kumbuka sisi ni kazi ya Mungu. Chochote tulichonacho, mambo yote tulionayo, familia tulizonazo, watoto tulionao, maisha tulionayo, nyumba tulizonazo, biashara, kazi, huduma, chochote tumepewa na Mungu. Ndio maana ukisoma wa Kumbukumbu la Torati 8:18 anakuambia mtu yeyote afanikiwapo asijisifu kwamba akili zangu ndo zimenipa utajiri, maana Mungu ndiye atoaye nguvu ya kupata utajiri. Ninachokuasa rafiki yangu, popote pale ulipo na unaponisikiliza, una uwezo wa kusimama sasa na Mungu, ukaamua kutengeneza njia yako mpya ya kuanza kutafuta thamani ya kuumbwa kwako, ukimtanguliza Mungu kwenye kila hatua ya maisha yako, na hapo ndipo utaanza kuona ushindi. Wengi tunahisi akili zetu, fahamu zetu, mawazo yetu, hekima zetu, umaarufu wetu ndio unaweza kutufanikisha. Lakini kuna watu leo wamesoma sana. Wengine ni viongozi wakubwa sana. Wengine hata ni marais wa nchi. Lakini ukiuliza ni nini wamekifanya kwenye maisha yao, hakipo. Na hata kama uwe na utajiri mkubwa, lakini utajiri ukiwa hauna thamani ya Mungu ndani yake, ule utajiri ni maumivu baadaye. Kwa sababu baada ya maisha hapa kuna hukumu, kuna kifo. Sasa baada ya hapo ndipo mwanadamu anapoanza kugundua umuhimu wa Mungu kwenye mchakato wa maisha yake. Je, ni lini utaanza kubadilika na kumuhusisha Mungu kwenye kila kitu chako ili Mungu aweze kufanya jambo kwenye maisha yako? Unapogundua hili au unaposikiliza haya, tafakari, jiulize, waza juu ya hilo kwamba niko hapa leo, ninaishi, ninapumua, ninafanya 1, 2, 3, lakini siku nikiondoka au maisha baada ya hapa, naenda wapi? Naenda kufanya nini? Na itakuaje? Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ningependa haya mambo unayokufundisha yafanye kama kibao cha moyo wako, yatafakari, ili Mungu unapomhusisha kwenye maisha yako, mimi nakupa uhakika hujakosea. Na hiyo ndo siri ya Biblia, ndo siri ya utajiri halisi, ndo siri ya kuinuka na kuangaza na kuwa nyota hapa duniani. Nawapenda.
God bless you. Thank you for watching.